Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Club A to Z tunasema swali, kazi, jibu. Join Club A to Z, tuko YouTube, tuko Instagram pia. Hakikisha umekuwa member wa Club A to Z kwa kutufollow na kusubscribe kwenye YouTube channel. Karibu sana brother. Sana nimefurahi kuwa hapa. Mimi nakujua kama Duka Huru. Yeah. Hebu nisikie jina lako lile ambalo liko kwenye kitambulisho cha NIDA. Jina ni Shamsi Ramadhani. Asa watu wana confuse kidogo. Shamsi yangu ni ile ya Vuai Nahodha. Shamsi Vuai Nahodha alikuwa Zanzibar. Ukisema Shamsa ya kike. Shamsi. Shamsi. Why Duka Huru? First of all, ilikuja wazo kuanzisha kitu kama e-commerce website, mfano wa Alibaba, Kikuu vile. Lakini wakati wazo limekuja, funds hazipo na network sina. So kachukua ile wazo nikasema wacha nianze kwanza kwa kulijenga ile wazo, kutengeneza network, kulinki na suppliers ambao wazo likishakuwa tayari haitakuwa ngumu sana. Na wakati wazo hilo linakuja, ilikuwa ni kipindi ambako West Africa wanaibia watu sana watu. Wale Yahoo boys. Yes. So nikaanzisha blog inaitwa ramosnet.blogspot.com. Nilikuwa na posti mpaka leo ipo tangu 2005 na 6. Oh, okay, that's a long time ago. Yeah. 20 years ago. Yeah. Ama? Yeah. Almost. So nikawa na posti kuambia watu kuhusu wizi wa mitandao, zile links zile na kadhalika. Nimeposti sana, unaweza kufungua kaona nimeposti sana kule. Lakini baadaye nikarealize kwamba nikiendelea kujenga Ramosnet, hii Duka Huru itafed. Okay. So wakati 2010 Instagram inakuja, I said let's go with it. So nikafungua account ya Duka Huru Instagram, nikaanza kuwaelekeza watu how to post their product. Product picha inatakiwa iweje, maelezo yaweje na kadhalika. And kuna tragedy sijawahi kumwambia mtu yoyote. Exclusive hiyo. Yes. Kuna watu kutoka nchi jirani wakaiba lile jina. Hiyo Duka Huru ama Duka Huru. Wakachukua lile jina wakafungua e-commerce website. Exactly as nilivyokuwa nimeanza. What? So walipofungua wakafungua website dukahuru.ke. Ndugu zetu hao. Hawapitu yote. Nikasema the good thing kwamba unapoanzisha wazo, wewe ndo unajua the end itakuwaje. So sikupanic, nikasema let's see wao wataishi wapi. So mimi nikaendelea sasa, nikahamia moja kwa moja kwenye elimu sasa. Elimu lakini after some time 1 2 3 years walishindwa sasa. Walishindwa. Hapo mimi nataka tuingie deep kidogo hapo. Mimi huwa na msimamo mmoja. Mimi ni producer wa media. Na come up with an idea na itengeneza na nini. Na kwenye upande wetu wa media waga kuna hofu fulani kwamba ukikaa na watu wenye fedha ambao wanaweza kuexecute idea afu ukashare idea yako unaweza ukaibiwa. Lakini mimi nakuaga na msimamo mmoja kwamba my original idea is always mine. Can never be anybody else's. Hata kama ukafanyeje, hata ukaweka nini, haiwezi kutokea kitu ambacho mimi nimekiona. Huo ni msimamo wangu. Sijui wewe kwa upande wako unaonaje kwenye hilo? Mimi ni muumini namba 2 kwako hapo. Mimi naamini idea yako ni kama mtoto. Hata kaishi kwa jirani miaka 100, hata kama asipokutana na wewe. Hata tu babangu ni fulani. The idea ni kama watu wa dini wanasema upako au wahai. Something umeambiwa wewe, came to you. So wewe ndo unajua exactly how it goes. Kwa hiyo mtu mwingine akichukua atakwenda nalo, lakini on the way ata lose touches ya the original idea. True. Kwa hiyo hamna mtu anaweza kuiba idea yako regardless. Ndio maana unaona watu wanashindwa sasa hivi kuanzisha idea fulani kupitia social media, kupitia wapi, kwa sababu anaona mimi sina fund. Watu wakisikia watatembea nao, lakini trust me, they won't go far. Wengine hata wanaogopa kuongea na watu kuhusu idea fulani. Kwa sababu anahisi kwamba yule jamaa anaweza kuichukua. Lakini hatusemi kwamba huwa idea haziibiwi. Hatusemi hivyo kwa sababu kuna ideas nyingi. Hata mimi mwenyewe binafsi nimeshaibiwa idea nyingi. Unakaa mezani na mtu ukifikiri kwamba mtafanya kazi pamoja. Lakini mwisho siku mnashindwana, hamwezi kuendelea pamoja. Baada ya muda fulani unaona the same thing is happening somewhere. Lakini bado haitokei kwa kiasi kile ambacho wewe umekivisualize. Na kingine niongezee tu. Idea, unapoleta idea mtu akaiba. Unajua the good thing ni kwamba mimi ile idea ninaweza nikaichezesha ninavyotaka. Yaani mimi ndo I know naweza nikaita Duka Huru. Ukachukua Duka Huru nikaanzika Duka Huru Pro. Because mimi ndo najua exactly nini nakijenga. Kwa hiyo mtu ideas zinaibiwa, lakini kama wewe ndo umecome up na idea, trust me, you have so many ways kuifanya ile idea bado ikaendelea kuwepo. And the people will feel the difference.
Exactly. Huyu jamaa anafanya vizuri sana. That's why unaona kuna watu wanaanzishaga mambo yanakwenda. Alafu kuna mtu anakuja, you feel the taste kwa huyu mtu, it's so pure kuliko ile kitu kilichokuja before. Kwa hiyo inaibiwa ndio, lakini if it's your idea, trust me, you'll find a way to make it work. Bila shaka kujenga wewe imechukua matofali mengi sana na simenti nyingi sana. Safari za site nyingi mno. Mafundi wengi sana. Kuhakikisha kwamba Duka Huru limesimama kama duka huru. Mimi niko interested kwa sababu mimi nikichukulia kama fan wako. Kama nilivyokuambia the first time nimeona kwenye Instagram na nikasema huyu bwana ni mtu ambaye nafaa nimfollow. Sawa. Umeshatuambia kwamba ulianzisha Duka Huru kama kama e-commerce website, lakini ukaamua kujikita kwenye elimu. Najua kama nilivyosema umetumia matofali mengi na kila kitu kuweza kujijenga mpaka hapo. Kuna visiki umevingoa, si ndio? Kuna mvua zimenyesha hapa katikati kali sana, mafuriko ya hapa na pale kwenye kukuleta wewe kwa Duka Huru kama ulivyo. Hebu tugusie hivyo vitu viwili vitatu ambavyo wewe haukuona kama ni changamoto ama hata kama ilikuwa changamoto ulisema nitaishinda hii changamoto. So unapoanzisha idea, first of all elewa kwamba wazo unavyolipata ni wazo lako wewe. So usi-expect watu kukusaidia au kuona the same unavyoona. Kila mtu ataona. Alafu sasa unaanza kuchanganyikiwa ndugu yangu. Jenge hichi kitu. Kwa hiyo elewa ni it's normal. Kila mtu kukataa. Na hapa tunasahau sana sisi hasa wa Tanzania. Unapoleta wazo, si tusipolisupport unatukasirikia. It's because hatuoni the same vision unayoona. Kwa hiyo watu kama sio kwamba wanakuchukia. Hawajaelewa. So first of all, wakati naanza Duka Huru, kwanza mimi nilikuwa nimeajiriwa. Nilifanya kazi Star Times, nilikuwa zone operation manager, nikatoka nikafanya kazi kama telecom engineer. Sasa nimesoma computer engineer. So nimefanya kazi. Sasa imagine kutoka ajira, nimequit ajira, afu unakuja unasema na wazo hilo likienda kila mtu anakuwa na mwehu. Na huyu jamaa vipi? Kaka, hiyo kuna kitu substance unatumia. Na hiyo experience. Kwa hiyo nakuelewa vizuri. Sijui kama kuna mtu mwingine pia ana experience kama hiyo. So I know that era. I know how it feels. So at first no one alikuwa anaelewa and they were like hii kitu unapoteza time bwana, haiwezi kwenda makua. But somo lolipata la kwanza ni kwamba idea ni kitu ambacho wewe pekee ndo unaona. Amna mtu anaona. So watu kukataa kusupport haimaanishi hawakupendi. Imaanisha hawaelewi. So mtu hawezi kuriski. Kitu cha pili nimekuja kujifunza ni subra. Anything you're doing, take time. It takes time. Kwa hiyo unabidi uwe na subra na utulivu. Somo la hapo lingine ni kwamba shortcut zinakuwa nyingi sana kwenye kufanya jambo. Ubaya wa kufanya shortcut, misuli inakuwa hajakomaa. Hapa angalia wasanii hata wa muziki wa zamani na wa sasa hivi. Zamani kuna incubation process. Ngoya anachukuliwa, anawekwa mahali, anawekwa, anapikwa. Siku akiachiwa, akipewa stage, ni ngoma ya kwanza kali, ya pili kali, ya tatu kali, ya nne kali. Utaona utofauti wa sasa hivi, anatoka msanii na ngoma moja tu. Akienda stageni ni kali, akiimba pili haifai, anarudia ile ya kwanza. Unaona huyu ameotea. Maana yake kwamba alichukua shortcut. Sasa unapojenga wazo, mfano kama mimi nilivyoanza kujenga Duka Huru, nilisema it's better nione ground kuna feel vipi. Nione inakuwa kiasi gani kutake riski kuja ku network na watu kusubiria. Ile inakomaza misuli. Kwa hiyo subra ni muhimu sana, lakini cha pili, never take shortcut. Hata kama it's easiest. Watu wanasemaga kuliko kaa miaka 50 utasika na maisha chukua shortcut. Trust me, don't. It will make you suffer. Lakini kingine ambacho nimekuja kujifunza kwenye hiyo ya shortcut. Hebu itanue kidogo zaidi. Hebu tupe scenario ambayo ilikutokea, ambayo uliona kabisa kwamba nikichukua shortcut ningeweza kupata hiki, lakini ukaamua kutochukua shortcut. Mimi nina connect na watu wengi sana, wasanii, wanasiasa na kadhalika. Kuna wengine walikuja na hela kabisa. Mimi naweka hapo, nafanya hivi na hivi jambo liende. Nikaona wataharibu concept nzima ya Duka Huru. So hivyo unavyosema wewe, kuna namna nataka iwe. Bebu, relax. Wengine wanakuja wakasema tunaweza kukutengenezea kiki ukatrend sasa hivi. Duka Huru kwa kubwa Tanzania nzima. And I was like, kiki strategy. Kiki strategy doesn't work kwenye kitu ambacho ni lifetime plan. Hapana, nikamwambia acha tu.
kila mtu. So that means ulikataa fedha. Yeah. Probably ulipoteza marafiki wengi. Kwa hiyo ni mikwaruzo ambao unakutana nayo unapokuwa unajenga kitu. Na sina haja kumention any brand, lakini kuna brand zilikuwa nzuri sana. Lakini zimepotea cause hizo shortcuts. Yeah. So hilo lingine. Lakini la mwisho kwenye kujenga duka huru pia ni moja kujifunza watu. Yani thamani ya chochote unachokifanya ni watu. Yani lazima uwe mwanadamu. Jenga mahusiano na watu na uwe mtu. Unajua siku hizi tunaishi hatui watu. Ndio maana tunaishi kwenye jamii ambayo inaongoza kuwa na stress, msongo wa mawazo, loneliness na self doubt. Kwa sababu every time sasa hivi hata wewe Alan hivi kusema namfuata jamaa nizungumza naye bana pale nyumbani, mtoto anaelewi, mama ananizingua sana. Ukifika tu bana bro vipi bana unajua pale wife unajua anazingua sana. Ala nafikiri ni wewe, mimi mke wangu mimi. Sasa hakusikizi tena wewe. Anapata opening ya kurant na yeye pia. Sasa unaenda pale unala kwako, umebeba la kwake, unakuja umelemewa. Kwa sababu tumesahau namna ya kuwa wanadamu. So unapokuwa na network na mtu, usireach out pale tu unapokuwa na shida. Reach out all the time. Na Alan vipi uko poa? Nikucheke tu ndugu yangu. Jua kali nikasema nikusalimie. Really poa kata. Alan kwema napita hapa njiani nimeona nikusalimie. Ile ndo namna ya kuwa wanadamu. Siku hizi hatuishi kama wanadamu, tuna na namba Alan imetosha, na namba fulani imetosha. Tamcheki nikiwa na shida. Kwa hiyo is like wewe ni robot, mimi robot. Tutakutana pale kwenye mahitaji tunapohitajiana. Yeah, uweze kukua namna hiyo. Really need connection na watu ili uweze kufanikiwa. Yeah, inanipa nguvu kidogo kwa sababu juzi nilikuwa kwenye masterclass fulani na wakati nimepewa nafasi ya kuongea, kuna kitu ambacho sijawahi kukisema kuhusu Club A2Z huko nyuma kwenye stage zozote zile nilizokuwa naongea kuhusu Club A2Z, lakini pale nilikisema. Okay. Huwa mara nyingi nasema Club A2Z ni dude kubwa ambalo lina vitu vikubwa vinne. Ndani yake ina mlango ambao ni podcast hii tunafanya haya mazungumzo. Alright. Lakini baada ya hii kuna training, partnerships ambazo tunazifanya, kuna mentorship programs. Kama hivi leo tunaongea na wewe, kuna kijana mwingine anaweza akasema naomba nikutanishe na huyo bro. Umeona? And then kuna hub ambayo ni kama vijana tunakutana mahali. Of course hub ni kitu cha baadaye sana ambacho tunajaribu kukijenga. Tunajaribu kukiwaza kitakuwaje, kitakuwa physical, kitakuwa digital, kitakuwaje. Lakini haya ni mambo manne ambayo yako ndani ya Club A2Z. Lakini hii mashine ambayo ina mikono minne inatengeneza nini? Kitu nilichokisema ni kwamba tunatengeneza watu ambao wana fikra chanya, wanaopenda kujifunza, lakini pia ni watu bora na watu wema. Hiyo ni kitu nilikisema ambacho sijawahi kukisema huko nyuma kabisa, ambacho ndo nakiona ambacho kinakwenda kutokea. So ulivyokuwa unasema kuhusiana na binadamu the way tulivyo sasa hivi, nafikiri hii ina cement ama inabeba kile nilichokisema, na nafikiri hii ni point moja kubwa sana ambayo hata sisi kwetu kama Club A2Z tutaichukua, na watu kama nyinyi ni muhimu sana kuwepo sehemu ya Club A2Z. Mimi nimekuwa nimeheshimishwa sana. Umeheshimishwa sana. Ndio. Lakini hiyo concept ya kuwa mwanadamu ni wigo mpana sana. Kwa hiyo kitu cha 4 ambacho umekizungumza bado mnakiplani, kiweke haraka sana kwa sababu siku hizi tumesahau namna ya kuwa watu. Tunaishi kama AI. Kama AI. Bana mambo ya mtandao na branding, mpige duka huru tumuulize. Kwa hiyo anakuwa kama vile ChatGPT, anasubiri aulizwe tunapokuwa na swali. Sasa yule mtu anaona kabisa there is no human connection between mimi na hawa watu. Ndio maana unaona kila kitu sasa hivi kinakuwa very artificial. Even mapenzi, mahusiano, family, very artificial. Na una feel kabisa yani hapa niko na huyu lakini anyway, let's buy time. Kwa hiyo we're just living in a very lost society. Why is that? Mimi nataka to unpack hizi vitu kwenye haya mazungumzo. Why do you think binadamu tumebadilika tuko hivyo? First of all ni kwa sababu hatuna sehemu ambako tutasema tusikizwe. Siku hizi watu wasikizwe. Kama nilivyokuambia, ukija na shida kwangu na mimi nitakwambia za kwangu nyingi kuliko zako. Afu nakwambia, umeteseka bro. Nitakwambia. Kwa hiyo kama inakuwa sasa competition, vuta nikuvute bwana. Alafu la pili, tumekuwa hakuna ile incubation process tangu utotoni. Yaani tangu unavyokuwa, no one says that's all right. Kwa hiyo unajenga self doubts. Ndio maana sasa unakuta mtu kanunua labda nguo, kapendeza kabisa, kwa unasema vipi iko fresh? Kwa sawa? Maana nguo bana
yani hajiamini completely. Akiandaa speech nakwambia speech unaonaje kile hajawa ndefu sana. Lazima uliulize maswali, ana doubts za kutosha kwa sababu tangu utotoni au tangu anavyokuwa au anakuwa kwenye career fulani ama fani fulani hajaambiwa that's all right. Kwa hiyo hatuhangaiki. Wakati naingia unauliza swali nikakwambia sisi nchini kwetu tunaongoza kutokuandaa watu. Lakini ukifanikiwa wewe ni mtu wetu. Lakini ile process ya kukua inataka wewe mwenyewe uwe na guts na misuli mikubwa useme hichi kitu ndiyewe ndio utafanikiwa. Ukidoubt unakiacha. Alafu utasema I had the same idea bro, yani basi tu yani nilikata tamaa. So ile inafanya watu wanazidi kuwa off. Kuanzia kutokupewa encouragement, kutokuambiwa it's alright na kutokusikilizwa. Kwa with that package 4 ambao umesema kitu cha 4, kunapokuwa na hub ile. Kwa tufika sema hebu duko urebu mwagika mwanangu. Sasa wazee sasa leo kwanza nilivyokuja hapo unajua gari imewasha taa. Okay, unajisikiaje? Si vibaya lia kidogo. Ile itakaporuhusu vile utaona watu wanakuwa wepesi sana. Watu watakuwa wepesi and they will connect and they will feel like I belong here. Na ile sasa itaturudisha sasa how to be human. Tutakuwa na damu tena. I say mimi naona hiyo ni challenge moja kubwa sana. Hiyo ni kansa ya kijamii. Kwa sababu ndivyo ambavyo tunakuzwa kwenye jamii zetu. Tunakuwa tukiwekewa self doubt. Kuna bwana mmoja leo nilikuwa napitia reels kwenye Instagram nikaona alikuwa anazungumzia mental health. Alikuwa anasema mental health problems tunazoziona sasa hivi. What if ziko hivi na binadamu tumekuwa tuned namna hii kwa sababu hatukumfuata mtu mmoja aliyetoa idea tofauti. Kwamba kulikuwa kuna watu wawili ambao kila mmoja alikuja na theory yake ambao ni madokta ama professor walifanya research wakaja na theory zao kwenye issues za mental health. Mmoja akasema mental health problems zinachangiwa na trauma za utoto. Watu wanavyokuwa wanakutana na matatizo mengi, kwa hiyo inafikia point wanaanza kuwa na yale matatizo, depressions nini. So akasema the way to curb that, the way to solve that problem, you have to now look back and try to accept that. Mwingine akasema the way we need to handle these mental health problems wherever they are coming from is not to look back, is to look where you're going. Who do you want to be from that moment on? The whole world, dunia nzima ilimchukua huyo wa kwanza na kutengeneza infrastructure na uchumi unaotokana na matukio ya mental health kwa kutumia ideas za huyo wa kwanza kwamba you go back, you look back. Huyu mwingine wakamdharau. So jamaa point yake ilikuwa ni kwamba kwa nini tusianze twist kidogo mental health the way tunaitreat tuiangalie mbele baada ya kuangalia nyuma. So watu kama hawa mara nyingi waga wanaonekana kama crazy people in the world when they coming up with some ideas that other people don't really support. Ndio maana unaona hata hawa big tech people most of them ukisikiza stories zao wanasema hata wewe umesema kuhusu ulivyoacha kazi ukaanzisha duka huru watu walikuona huyu vipi huyu hayuko sawa kichwani, hayuko sawa na most people wako hivyo na wakakomana ile jambo lao. So nakubaliana na unachokisema na ikanikumbusha kidogo vitu ambavyo nimeviona. Have you noticed mahusiano yoyote, whether ni mahusiano ya kindoa, mahusiano ya kazi, mahusiano ya kijamii, familia, yote kuna mtu mmoja anabeba fault hata kama hajakosea. Unafikiri anaishi yule mtu? True. Yani yeye na ameshapokea kwamba it's okay, I'm the fault person now. Kwa hiyo yeye ameshabeba ile. Wale watu ndo nasikia wanalipuka. Kajinyonga, kajirusha gorofani. Kuna siku moja nimeitwa kwenye event kwenda kuongea. Hiyo event nimefanya, MC alikuwa pale alikuwa na furaha kuliko sisi wote. True story. Na sisi tukaona sisi ndo tuna huzuni kuliko yeye. Akaongea vizuri, tukamaliza event, tukapiga picha, tukamaliza event kuondoka. After 3 days naambiwa makumbusho kajirusha gorofani. Nakumbuka ile issue. Nakumbuka ile issue. Nimefanya naye event kama siku 3. Nakumbuka. And I was like, we don't know what is going through somebody's mind. Kwa hiyo ingekuwa tunaweza hiyo habu ikaanza haraka. Tukasema tu bana, hebu leo bana is boys club. Let's hear you boys. Utaona watu mambo watakaoongea. Kwa sababu hatusikizwi. Alafu kama ulivyosema, kila mtu ana recall past. Past zinaumiza. We need to move forward.
mtu ana recall past. Na ndo tumetengenezwa hivyo, yani kama screw zimekazwa, zimekazwa kwenye past. Everything that happens to you, the first thing that comes to your mind is the past. What did I do wrong? Inaumiza sana. Kwa hiyo ikiwa naumiza sana, mtu anakuwa na maumivu. Shangaa mtu mwingine kama ndoa, kama mdhuru mwenzake, kamfikia ndani. Yule utakuta most of time ni past. True. Kwa hiyo tukishapata hapa kwenye your project ya hub, I'm sure it will assist a lot of people. Watu wana mengi ofisini, manyumbani na wapi kila mahali. Lakini back in a point. Let's learn to be human. Ile simu ambayo unayo, angalia kwenye contact. Una watu unawajua, call them. Beto bro, uko poa? Vipi? Nimekucheki tu. Hujazoea zoea babu. Afkata. It feels human, like okay. Kuna challenge waga zinaendelea hata huko ma TikTok wapi, kuna challenge waga zinaendelea. Unaambiwa chukua simu impigie baba yako, mwambie nakupenda. Alafu usikie the way atakavyo react. The way anavyo react ndio inaonyesha kwamba wewe ni kitu ambacho unakifanya mara zote ama umemsurprise. Ama umemsurprise. Hata yeye mwenyewe anasema huyu leo kuna wewe umerukwa na akili, nini kinaendelea huko? Lakini all in all, let's learn to be human, guys. We need to be human. Kuna swali ambalo huwa namuuliza kila mtu, especially watu ambao tayari wako na knowledge yao kama wewe. Leo hii tuseme kijana amemaliza chuo kikuu, ametoka kufanya graduation jana, ameenjoy kabisa na nini, sasa ndo amevua joho. Anaingia kwenye mlango wa maisha mapya, sio shule tena. Tayari jamii inamtazama afanye kitu, familia inamtazama akiwa kama ni ingizo jipya kwenye kututafutia fedha za familia. Yeye mwenyewe anataka kujitengenezea sasa maisha yake, ajitengenezee tawi lake. Unajua kwenye ile wanasemaga family tree. Family tree haitokei hivi hivi tu. Lazima ufanye kazi utengeneze tawi lako ili mti wenu uweze kuwa. So huyu kijana afanye nini ile siku asubuhi ameamka? Kuanzia kwenye mawazo yake mpaka kwenye matendo yake. Watu wengi graduates wakimaliza chuo wanakata zile network za chuo zote, anakuja barabarani. Huko hatukujui. It takes time kujijenga huko tukuamini. So first of all, mimi ningekuwa ni mimi, cha kwanza nitarejesha ile network ya chuo. Mtu wa stationery pale chuo, mtu wa kantini, walimu wale na kadhalika. Narejesha ile network. Alafu nitaandika kwenye notebook yangu possibility, vitu gani ambavyo hawa nimevinote huko vinaweza vikawa fursa kwangu. Before sijaje kupavamia ulimwengu ambao siujui. Hawa kuna fursa wanazo. Kuna ule mwalimu anapenda sana dagaa yule. Hizi chimbo la dagaa ni unamletea. Kuna ule pale anapenda sana vitu decorations, hizi consumables. Nitakuwa natafuta namna kumletea vya bei rahisi. Hii itanipa nauli na hela ya kwenda kujitolea free club outside. Kwa huko duniani, kwa sababu tukujua unajitolea for free. Bro, naomba nije bwana nikae kwenye podcast hapa nisikize knowledge, niwasaidie setup na kadhalika. Huko najifunza na kujenga network mpya. Nauli natoa wapi? Kule chuo. Wanafunzi wenzangu, walimu na wale watu wote natengeneza pesa. Kwa hiyo kitu kwanza asubuhi ningefanya, ningeanza kuchukua possible customers ambao wanaweza wakawa wananipa pesa pale chuo. Alafu nachukua namba zao, naenda kuwasalimia, kuwashika mkono, bana nimemaliza lakini sasa hivi najishughulisha 1 2 3. Hizi order nipe mimi. Na hakikisha I've got their contact na nikipiga simu watanipokea. Then sasa huko duniani hata nikijikutolea mahali tayari nina nauli ya kwenda pale kila mara kwa mara. Sasa wale ukiamka asubuhi ana cancel every contact tena kuna mwalimu kashamwambia una maana wewe. Sasa ukiondoka umetukana mamba. Ndio hujavuka mtu. Ukija kwa duniani huko ni new story. Bado niko hapo. Sio kama sijaridhika na jibu lako. Lakini nataka nililete kwenye uhalisia wa kijana wa Kitanzania. Hebu tumtengeneze kijana wetu. Tumuite jina labda Halfan. Halfan ana miaka 24, amemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni kijana ambaye anaishi Kimara. Kwenye familia ambayo baba yake ni mwalimu wa sekondari. Mama yake ni nesi, yuko anafanya kazi Kibaha kule. Na mpaka amemaliza chuo afanikiwa kupata mkopo wa 10% kadhaa. Wazazi wake wamejitahidi sana kumfikisha pale alipo. Lakini wamechoka kwa sababu mishahara yao haitoshi, wanalipa madeni sasa hivi. Kwa hiyo na bado wana wadogo zake wengine ambao wanaendelea kuwahudumia. Sasa yeye mwisho wake umefika pale ile siku amemvua jio, anamwambia Alfani,
sasa hivi tusaidiane kulipa. Na kuleta kwenye uhalisia kwa sababu inawezekana ikawa ni rahisi kusema, lakini sio rahisi kutenda. Je, infrastructure zilizopo, jamii pamoja na social settings wanaziita ma setups, whatever it is, zina allow kijana afikirie kiurahisi kama ulivyofikiria wewe? Hapana. Kwa sababu tatizo linapoanza kwa yule kijana. Alfani yeye anatoka chuo, anaamini nimegraduate, nina shahada na degree. Ile mindset ndio itampoteza. Mindset. Yes, kwa sababu kwenye psychology kuna ile deserving mindset. Kwamba I deserve kupata ajira. I deserve kuangaliwa kama msomi. I deserve. Sasa first of all, Alfani lazima atoe ile mindset. Kwamba mimi nina degree, lakini I don't deserve any free lunch. I need to work for it. Kwa hiyo ukitoa ile mindset kwamba nina bachelor na nini, huko mtaani kuna watu wana bachelor na wana masters na wana experience. Kwa hiyo huwezi kucompete nao. So cha kwanza toa, nimeshapata elimu, nimepata kila kitu, mimi Alfani. Sasa let me humble myself, nimtafute duka huru au nitafute fulani. Nimwambie bro, sielewi chochote. Akiniuliza una elimu gani, naambia ndo nimegraduate. Sasa 1, 2, 3 tuanzie hapo. Kukataliwa ni muhimu ili ukue. Kwa hiyo mimi nitakukataa, ale nitakukataa, lakini keep pushing mpaka utapata. Na mtu atakukubali somewhere. Atakubali. So cha kwanza Alfani, toa mindset kwamba nina degree, sasa I deserve kuangaliwa. Kuna content creator mmoja, comedian, alitengeneza content akasema nimemaliza sana na degree, chini ya mshahara milioni 3 usifanye kazi. Alikuwa anafundisha kitu kikubwa sana wa kujua. Chini ya mshahara milioni 3 usifanye kazi pale. Alikuwa anaonyesha kwamba nyinyi mna deserving habit ile. Kwamba entitlement kwamba na degree sasa nipewe mshahara. Hapana. Itoe ile mindset, itakupa amani sana. Yaani utaona kabisa nimekumbana sasa na real life. Ukishatoa ile mindset, hautakuwa disappointed. Mimi ngoja nikupigie story. Wakati naacha kazi Star Times, nimetoka Star Times nikaenda kufanya kazi kwenye NGO moja ilikuwa ya mbunge. Nikatoka nikafanya kazi mpaka Nairobi, kufanya kazi Nyayo kule. Lakini kuna kipindi kama miaka 2 hivi nilikuwa naomba kazi hata ya stationery na nyimwa. Nilisuuzwa. Yaani mtaani unasuuzwa, yani lazima unaoshwa na kusuuzwa vizuri. Naomba kazi stationery na nyimwa. Na nina experience, nina background nzuri, na elimu na kila kitu, na network ninazo. Ukiangalia contact unasema wote huyu mheshimiwa huyu nani, lakini kazi stationery na nyimwa. Paka niliposema no entitlement, no nothing. Nilikuwa nikienda kwamba kazi nasema mimi nilikuwa zone operation manager. Mimi nilikuwa ni technical supervisor. CV iko bolded kwenye hayo maeneo. Nikatoa ile CV nikasema I say mimi naweza kufanya kazi kwa condition yoyote. Nilipata kazi. Nikapata kazi ya Sumbawanga. Kuna kufanya kazi ya Minara, telecom engineer. Nikaambiwa baba huko unalala kwenye bodi. Sawa bana, ukiwa kwenye bodi unalala kwenye bodi, saa nyingine unaweza kulala chini. Nikasema sawa bro. Nikawa humble, nilipata kazi. Lakini ukija na ile mindset kwamba mimi nishafanya kazi hapa, people will ignore you all the way. Kwa sababu kila mtu anataka kuheshimika kwa kile alichonacho au anachokijua. Na wewe ukija na ulichonacho na unachokijua ukataka uheshimike, mtakutana mafahari wawili. So you need to lower your expectations, humble yourself, alafu sema I say nahitaji shule ya kufanya. Una ujuzi gani? Na ujuzi una. Hebu anzia hapo kwanza kutafuta vyoo hivyo. Sawa bro. Tafuta vyoo baada muda. Kumbe una bachelor. Njoo huko bwana. Na kuna stories za watu wengi sana kwamba walianza kujitolea mahali ama walianza kufanya kitu tofauti na ambacho wanakijua, na baadaye milango ikafunguka. That's so deep. Atoyo mindset. Na mara nyingi swali inakuwaga ngumu sana ku change mindset. Kwa sababu mindset ni kitu ambacho ni kama spirit fulani ambayo iko ndani ya mtu, na kuibadilisha ile inahitaji muda na pia inahitaji kukutana na watu sahihi. Sahihi. Au kusikiza podcast sahihi. Au kusikiza podcast sahihi. Na asante kwa kusema hivyo. Shout sana kwako kwa sababu kazi yako ni nzuri, na naona wakati mwingine una post testimonials na pia zile master classes unafanya. Sisi pia tunafanya some trainings, programs. Kwa mfano kuna moja tunaiandaa sasa hivi, probably tutakualika. Na pia tuna partners wetu wengi ambao wanafanya, kwa kiwemo Nature Nest hapa Makumbusho, ambapo ukifika hapa
unaweza kukutana na wengine wenye mawazo kama ya kwako. Of course lile wazo la hub linaanzia pia hapa, kwa sababu this is exactly what we are thinking about. Then definitely I'll be there. Definitely. And then niseme pia shoutouts kwa partners wetu wa wanaotufanya tusikike. Sokonoga. Kijana ambaye nafikiri naye alibadilisha mindset muda mrefu sana. Yani kama umenotice tofauti ya mtu wa chini na mtu wa juu, the difference ni mindset. Ni mindset. Yes, true that. Ukimtafuta mtu aliyefanikiwa na maisha mazuri, bilionea au ana nafasi fulani, tofauti yake na mtu ambaye yuko chini, utakuta mindset ya kwanza, yule wa chini ana ile anchoring behavior. Anchoring behavior, ukimuuliza kuna hujafanikiwa, hii serikali ya ovyo sana, yani they need to anchor somewhere. It's not my fault. Wanajaribu kupeleka fault sehemu nyingine. It's not my fault. Baba hajanisomesha. Lakini nimeka 35 sema baba hajanisomesha. Yuko ungeenda shule. Serikali in support this. Alafu wale wa juu wanasema it's not anybody's responsibility. It's mine. It's mine, kwa hiyo mindset ukitwist kidogo, utakuja kurealize kwamba kuna koti kwa mitandao inasema no one is coming to save you. No one is coming to save you. Kiukweli I think sisi kama wa Tanzania, probably wa Afrika, hatunaga mindset ya kufikiria our next generations, our kids, future ikoje. Pia hatujifunzi kutoka kwa content tunazo consume. Kwa sababu kwa mfano, mimi huwa natazama movie ama series kwa kujifunza. Sasa hivi nimekuwa nikiangalia series moja inaitwa Yellowstone. Na ile iko na series ambazo zinasimulia maisha kabla na maisha baada. Na kwenye moja wapo one of the family heads alikuwa anaongea kusema moja, akasema kwamba what we are doing now, we are creating generational wealth. Kwa hiyo we are not just protecting what we have today, we are protecting what our grandchildren are going to have in the next 100 years. Na ni kitu ambacho probably sisi wa Tanzania ama wa Afrika we don't think of kabisa. Na unapozungumzia mindset, I think it's not that easy. Kulingana na Yellowstone, kila kitu unachokiona kimefanikiwa, kila mafanikio ya kampuni, taasisi, chapa au ni 10 to 20 generations. Kama Coco Chanel mpaka leo ni over 100 years. So means Coco Chanel alianzisha kafa, mtoto wake akaanzisha naye generations and generations imepita. Rolls-Royce, Mr. Rolls na Mr. Royce walivyoanzisha, mkuja watoto, mkuja wajukuu, mkutane. Na mfano mzuri Tanzania tuna kina Bakhresa. We have Bakhresa concept, lakini it's no longer Bakhresa, ni wajukuu sasa hivi wanaendesha. So hicho ninachokisema ni kweli. Sisi lazima tuanze kufikiria mtoto wangu atasafa the same nilivyosafa. If yes, atahandle nilivyohandle wewe. If not, so kuna two things involved. Akiweza na asipoweza. Kwa hiyo if we think that way, tutaacha selfish. Tutaanza kusema let's create some infrastructures ambazo we are slide. Unajua sisi tuna visasi sana. Mimi sijalelewa vizuri na wewe teseka. Kwa hiyo utakuta tunaanzisha na duka langu tu nauzauza, nimeoa, nimejenga nyumba moja, nakaa, nimezaa mtoto mmoja, naomba katafute cha kwako. Yule naye anaanza zero tena. Anaenda kutafuta vya kwake. Anaishia 7. Mtoto wake anaanza tena 0. Anaishia 7. Kwa hiyo always mnaishia the same. Na kuna ile wewe umeanzisha, umemwachia, umempatia kijiti mwingine, lakini mbio zake ni tofauti na za kwako. Mwisho wa siku amfiki mwisho. Kitu kinakufa. Ningependa pia kusikia zaidi kuhusiana na madarasa ambayo unayatoa, na labda mifano ambayo iko hai ya watu ambao labda uliwafundisha au hata we mwenyewe ulipoanza. Ukiachilia mbali story yako ya duka huru, tukijaribu kumatch madarasa unayotoa na kitu kama hiyo, ningependa pia tuzungumze hiyo. Ila hii ya kuachiana kijiti, nafikiri tutatafuta muda mwingine tutaizungumzia kwa kina sana, kwa sababu inaonekana ni familia chache sana zimeweza kufanikisha kwamba zile mbio zimeendelea kuwa hivyo tofauti na labda niongeze kitu hapo afu nijibu madarasa. Sisi Afrika tunazalisha vizazi vitatu tofauti na nchi zilizoendelea. Nasema Afrika kwa sababu wengi wetu kuna familia chache zinajitahidi. Vizazi vitatu kivipi? Kizazi cha kwanza kinazaliwa kwenye shida, kinapambana
kinapambana, kinatengeneza maisha mazuri. Alafu kinazaa kizazi ambacho kimekuta maisha mazuri. Kile kizazi kinakuwa wazembe, wavivu. Inatengeneza tena hard times. Wanatengeneza hard time. Yeah. Wakishatengeneza hard time, wanazaliwa kwenye hard time tena. Kwa hiyo inakuwa, ndio maana hapa Tanzania kila familia iko na mali na kila familia iliishiwa mali. Na kila familia ina hustle tena kutafuta mali. Lakini wenye kuelewa hii question wameanza kuibreak, wamesema mimi nimezaliwa kwenye hard time, wewe nitengeneze miundombinu. Hawa wataishika hii hard time isirudi, hata ikirudi isirudi in that level. Kwa hiyo unakuta wana invest mapema, wananunua shares, bonds, nini mapema. Kwa hata kama ikija hali mbaya, so mbaya kama ilivyokuwa. So I think for some other time tutaidadavua vizuri, tutai-expand hiyo. Come to the tangu tumeanza Duka Huru tumetengeneza wafanyabiashara wengi sana. Tanzania mfanyabiashara ambaye tujamgusa ni wachache sana. Tumefanya kazi na Infinix Tanzania, tumefanya kazi na CRDB, na wafanyabiashara ambao unaweza kuwaona wameanza zero na sisi kama Dr. Toyota. Simkita tangu shule kabisa. Tumetengeneza sisi. Nifa since zero. Nacharo, JC Collections. Wengine tumeconsult tu, hatujaandika chochote, kama kina Frank wale. Yes, na brand nyingi sana. Lakini the idea ya kuweza kuwajenga wale, kwanza ni determination. Sisi tunachokifanya tunamtengenezea mtu hiyo kwamba amua, you can do this and you need to commit 100%. Sisi tunafanya 50%, you do the rest. Lazima uweke jitihada, upambane ili ufikie lengo lako. Kwa hiyo sisi tunachokifanya tunaongezaga tu kwamba it's possible and you can do it. Kwa wale tunaanza kuweka mipango, tunatengeneza mikakati, tunawapa mbinu, tunatafuta their strength, ni hii hapa, use it and you grow. Kwa hiyo tuna wengi sana tumewatengeneza, lakini kwa kifupi tu hawa ni mfano tosha. Kuna Dexter Insurance pia. Dexter Insurance hivi naona sana wanafanya mambo makubwa. Dexter Insurance. Kuna Metaverse, wanafanya real estate. Hapo itabidi tuwatafute pia Havana Properties. Havana, yes. Waonane na Duka Huru. Kabisa. Hata Club A2Z pia. Yes, inabidi. Inafaa ionane na Duka Huru. To share some insights, Sisi pia tulikuwa from nothing. Lakini kupitia our own strategies tumeweza kujenga base nzuri. Tunashukuru Mungu sasa hivi demand inakuwa kubwa. Tunaonekana mali. And the good thing kwamba sisi tunasherehekea hata mafanikio madogo. Juzi tulipata mwaliko wa balozi wa Italia. I was like, guys, let's toast on, kwa sababu paka wanaona wanatwista bwana, it's something. So sisi tunafurahia kwa sababu sisi ni watu ambao tunatoka kwenye hiyo hardship. Ni kwamba ukichelewa tu kurudi nyumbani, utaambiwa unalala chali, hamna kitu. Ukiwahi unakuta chakula kile cha kuzoga. Kwa hiyo we understand hardship. Na through that hatakuwa na referral ya mbunge, mheshimiwa, naibu wala mtu yote. Wala anko anafanya kazi wizara ya ardhi. Wala anko. You need to become that anko. So we thrive kwa kujifunza na kujihumble. Mtu akikwambia kitu, before you say no, you say let me think of it. Sisi tuna vijana ambao ukiwaambia hapana, we straight up say declining it, like no. Lakini ukitaka kukua, ndio maana nasema mimi mtu akitaka kukua kwenye biashara, ukitaka kukua kwenye taasisi yote au kwenye fani yote, first of all achana conditions. Until ukikua weka conditions. Lakini kama bado hujakua, achana conditions. Ukipigwa simu na bwana naomba interview, sawa kaka, naomba tuifanye kesho kutwa, tutakuwa na ratiba. The more you are humble, the more watu wanakupa. Kwa sababu unaweza kukutana na mtu mmoja ambaye ulikuwa unataka umkatalia ratiba, akwambia sasa nimekutana baada ya interview, balozi Marekani nakuita. Na wewe ulitaka kukataa. Kwa hiyo humble yourself, na wakati unaanza kukua, unajijenga, wacha conditions. Acha conditions, alafu kingine be human. Tengeneza real connection na watu. Ndio maana unaona social media sasa hivi wanauza ni wale ambao wana connection na watu. Personality. Kama huna connection na watu, watu wanakuona kama unatuona sisi ni kitega uchumi. Wanakuona kama robot. So real connection matters. Najaribu kukupicture wewe ukiwa na miaka kati ya 20 na 24. Hebu nimalizie hii picha yangu. Hebu niambie wakati huo ulikuwa unaishi wapi na mbona unacheka? Aisemidi wanda interview nyingine. Kitu ambacho this is exclusive though. Hii hapa ni mpya, sijawahi kusema popote. Kwa ndio mtu wa kwanza kujua. Mimi bado unavyoniona hapa, mimi ni bonge la rapper. Mimi wakati niko darasa la 4. Ndio. Brother yangu mmoja alinichukua, niko Arusha. Nasoma Sanawari Primary. Kwa hiyo nadhani Arusha unaijua, it's very tough. Kwa hiyo nikapelekwa taekwondo. Mimi nafanya taekwondo mpaka black belt. Nice. Sasa wakati ule pale na ile tafu ile kuumizana na kadhalika, ile kwa sababu ya self defense. Wakati nafanya vile
nikaanza passion ya michezo, nikaanza kucheza mpira mpaka nimecheza timu ya wilaya Arusha. Nadhani kuna kisiku nilisema kuhusu the curse of great minds. Watu wenye talent nyingi wanachelewa kufanikiwa because of that. So nilikuwa nafanya taekwondo na like wanafanya vitu vingi at the same time. Yes. Alafu at the same time sasa tunakutana na vijana, tunafanya mazoezi na kina Isaac wale Lord Eyes nani. So kule tunaanza freestyle. Chimekolabo tedi kama malipo pedi kitu sina lakini napenya. Unataka tena shtuka tena kimbia hivi na kuja vuma kipupo na mahoma jaribu kusoma ni wapige ni kitu cha chuma ili kipenyo panda pili upate akili. So mimi have made songs. So from YouTube kuna moja iko hiyo. Tabidi tuitafute hiyo tuisikilize vizuri. So kuna lot of songs. Kwa hiyo katika 2024 ilikuwa ni kipindi cha kusema nikae wapi. Najitafuta hivi. Ile kutafuta nikae wapi, lakini at the same time nafanya mission ndogo napata pesa, lakini sikujua exactly what I want. Sisi ni wale tulichelewa sana kuelewa barabara ipi ya kupita. Lakini baada ya kitu kimoja utajifunza ni maisha hayana sura nyepesi wakati yanakuangalia. Yakaniambia hujajua njia, njoo hapa. Bakora 2 nikasema hapana. Kwa hiyo na mimi nimepata somo hapo, bora muuliza. Pick the easiest task. Anza nayo. Kuna principle jeshini ipo nasema ukiamka asubuhi ili uweze kufanya mambo mengi, anza na task ndogo, tandika kitanda. Then you pick the next one. Utajikuta umejenga nyumba. Wazungu wanasema low hanging fruit. Yes. Ile tunda unalolifikia la kwanza, anza nalo. Unachukua unaanza nalo. So after 25 sasa nikasema let me pick the low hanging fruit. Nikasema nianza na kitu kidogo. Kwa hiyo nilianza na sababu na technical skills nimeenda shule nikaanza pale. Kazi Star Times tumeingia na 23 ilikuwa Star Times. Mimi ukiwa na umri wa miaka 23. Mdogo sana nimeingia Star Times nimefanya. So it was easy kwanza kuanza kuelewa. Mpaka najua kujipata kwamba kumbe mimi ni mzuri sana kwenye business na marketing. Naenda shule kusoma hiyo. Lakini hiyo 20 to 24 mambo mengi sana. Hiyo linki itabidi unitumie niweze kuicheck kidogo. Sababu recently nilikutana na jamaa mmoja anaitwa Gibson Kawago. Nafikiri unamfahamu. Yule bwana ni miongoni mwa innovators wa Tanzania ambao wanafanya kazi kwenye upande wa teknolojia. Ana power, anatengeneza umeme kutumia solar na battery zake zile. Na story yake ni nzuri, na mimi nilikuwa sijui pia naye alikuwa ni rap. Alikuwa ni msanii pia. Yaani unajua ukikutana hivi na watu unajua pia njia walizojaribu kupita na mawe waliorushiwa na namna ambavyo waliamua kuchagua njia tofauti na jinsi ambavyo walikuwa na ustahimilivu, kwa sababu kitu kikubwa ni ustahimilivu. Unaweza ukafanya kitu alafu unaona jamii nzima inakutazama inasema hapana. Hapana. Umeona, lakini the way una handle unastahimili yale macho. Umeona, kama vile ulivyosema dunia inakutazama kwa uso tofauti sana. Unapokuwa unayatafuta. Hilo linaleta mimi kwenye swali langu lingine. Kuna kuwa na hii debate mara nyingi. Hata sisi tumewahi kuwa na hii debate kwenye Club A to Z. Kati ya mtu ambaye anafanya mambo mengi kwa wakati mmoja na mtu ambaye anaamua kufocus na kitu kimoja, yupi ambaye unashauri kijana wetu awe? Nachukua my own life experience. Alfani chagua kimoja. Kwa sababu niliwahi kutoa mfano kwenye content yangu nikasema wakati namaliza primary school, true story, kuna kijana nimaliza primary school, yeye akatoka hajasubiri hata matokeo. Akaenda kuwa kijana wa kuchinja nyama kwenye bucha. Matokeo yanatoka kashapata bucha lake. Sisi tunakwenda primary school, anafanya kazi kwenye bucha. Kashapata mwanamke, kashaoa. Sisi tunafika form 2, kapata bucha la pili. Yaani tayari ni mfanya biashara fully. Namaliza form 4, yeye tayari ana bucha 3 na mtoto kashakuwa. Tunakwenda kuendelea na shule, na maliza sasa paka nakuja kuajiriwa. Naona wanabishana mtoto wake. Wewe mjinga sana wewe. Naambia mbona huyo dogo anakujibu vibaya sana. Mtoto wangu huyo. Unaona bro, mbona amewahi hivi? Ana mabucha karibu 7. Kitu hichi kimoja. Wakati huo mimi paka namaliza shule kabisa. Ni mcheza mpira, nafanya taekwondo, ni rapa, ni artist, nachora, mambo milioni. Nilipoteza almost 10 to 15 years. Not knowing what I want. Lakini ukiconcentrate na kitu kimoja, nguvu, network yako tukaweka sehemu moja, kile kitu kimoja kitakupa tu vitu vingine vya kufanya. Ukifanya vingi vinakupoteza. Ukifanya kimoja kitakupa vingine
vya kufanya. So concentrate na kimoja, pambana nacho, koma nacho hicho. Utapata opportunity nyingine kwenye hicho kimoja. Cristiano Ronaldo angeamua tu kuwa mwanamitindo, angeamua kuwa hivyo, lakini kasa mpira utanipa mwanamitindo. So concentrate na kimoja, koma nacho hicho. Sio tujaribu kurusha mawe mengi kwanza, alafu ile litakalompata ndo huyo. Ukirusha wanasemaga ukirusha jiwe gizani, ukisikia mtu ndo limempata. Labda tujaribu mawe ya aina tofauti, lile ambalo litatoa milio ndo najua hii ndo njia yangu. Sasa kuna way unaweza kufanya kama wewe uwezi kufanya kitu kimoja. Kuna watu kufanya kitu kimoja pia ni talent. Kuna mtu hawezi kutulia. Yaani kuna washikaji zako, kuna mmoja unaweza kukaa naye tu hapa hivi, hamna PS, hamna chochote, mmekaa tu hivi akamwambia tunafanya nini hapa? Yaani nataka tukutembea. Kama hauwezi, ukitajwa duka huru mbele iseme unafanya nini, alafu fanya vingine. Yaani make sure kuna kitu kimoja kinakutambulisha, alafu fanya vingine. Kwamba hata hivi kiheng hichi kinachokutambulisha kinaendelea kuwepo pale. Kwa hiyo ukiweza hivyo sasa rusha mawe. Lakini kama sasa hivi duka huru tumeshajengea status yake. Sasa hivi nikiingia studio sasa hivi na Alan tukapiga ngoma yetu, watasema mwalimu bwana akapiga ngoma na Alan. Lakini na title kwanza mwalimu. Yes. Hiyo inakuwa nyepesi zaidi. Sawa. Chika kolabo tedi kama malipo pedi kitu sina lakini napenya. Unataka tena shtuka tena kimbia hivi na kuja vuma kipupo no. Unajua nikikuangalia usoni hivi unaona niko tayari. Yaani unaona kabisa kwamba yani unatokota kwamba hebu washa mic niendelee. Hebu kwanza tuanze na hili la tabia za wateja na faida zake kwenye biashara. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa pricing psychology na customer psychology. Hivi ni vitu tofauti. But ili ukielewe kimoja inabidi uelewe kwanza pricing psychology. Ndio maana wenzetu Chinese wameperfect their strategy zaidi ya miaka 100. Hatuwezi compete nao. Yaani mimi nasema popote duniani hawezi compete nao. Wale waliona sisi ni viwanda tutumike. And that time wanatumika wanapanga what to do next. Kwa kwenye pricing psychology kuna bei ya kupenya, bei kulingana na thamani, bei kulingana na gharama, bei ya ushindani. Sasa kwenye pricing psychology hizi ndo zinakupa tabia za wateja. Kuna mteja utamkamata ukija na bei ya kupenya. For instance, umetengeneza product yako kama hii. Ukasema hii product ina value ya $1,000,000. Ila sinataka kupenya $90. Na unasikia China wana tabia value kwenye hiyo. Nataka niingie kwanza. Na the simplest way mfanyabiashara anaweza kujifunza ni hii. Kama unaweza ukainject $500,000 ya marketing cost. Kwa nini $500,000 usiinject? Tumia bidhaa yako ili gharama ipotee kule. Ipotee kwenye bidhaa. Yes, usitoe cash. Yaani badala gharama bidhaa ikupe milioni nzima. Kata sema ni marketing cost. Badala kuweka budget pembeni ya marketing, tumia bidhaa upate hasara lakini bidhaa yenyewe inakuwa imeenda. Tukasema hii mic inauza mfano $1,000,000. Mic laki bwana kwa ajili ya podcast. So utakomba a lot of people coming to your business. Then hapo umepenya sasa. Ukishapenya your brand is there in the market. Tayari umepata market familiarity. Rudi kwenye bei yako. Sema sasa zile zimeshaondoka, toleo lile tumetoa lingine ambayo hii hapa ina condensing, ina phantom ndani yake na kila kitu ni shilingi $1,000,000. Tayari on the market. Jamaa quality sana za bidhaa zake bwana. Zile za laki hamna. Zile kaka zimeisha mbaki zenye condensing. So umerudi $1,000,000. So una compete kama watu ambao kwenye soko muda mwingi. Mchina si anatumia sana hicho kitu. So hii ni tabia ya kwanza ya wateja wa namna hiyo. Wanataka bei za mshtuo. Ambao wafanya biashara wa mtandaoni wanafeli kitu kimoja. Unapomwambia mteja sell, hauwezi mbadilisha akaja kununua bei kubwa. Never. Kwa sababu it takes nguvu kubwa na mikakati mikubwa kumtoa mteja ambao umempa discount leo, kesho kwambia lipa bei ya kawaida. Kweli. It's so hard. Mimi kama mteja nasema ni kweli. Umejua Ukishanipa discount mimi nitacheza na bei hiyo tu. Hapo. Ndio maana lazima ukategorize wateja wako. Alafu kuna wateja wa aina ya pili. Hao wateja wa aina ya pili ni toxic customers. Toxic sio kwa sababu ni wabaya. Ni kwa sababu wana experience mbaya. Yaani wanasema huyu mteja toxic sana. No. Ni sawa na mimi nikipita kwenye relationship ambayo nimepigwa matukio kila saa. Nikija kwenye relationship nyingine, it's not my fault mimi kwa na defensive mechanism. Yes. Kuna mama anaweza kaingia tu kaka kwenye ofisi yako kusemesha, mkamwacha baada akasema, "Kwa nini mnatreat wateja hivi? Mnaniangalia kama kitunguu hapa." Sasa mama ana matatizo gani hujatusemesha? No. Ana experience mbaya. Kwa hiyo pale nataka wewe sasa uwe na psychology ya wateja ili kumwambia, "Okay mama, tulikuacha upigwe AC kwanza. Umechoka bwana, kidogo nini nani afu nikupe maji kidogo." Sijapenda basi mwanangu. Mletee kahawa mama, sitaki kahawa. Maji kidogo, sitaki kahawa. Basi kiza atachonunua mpe punguzo wa 20%. Mama acha hasira.
yule mteja anakuja kuwa one of the high end customers. Kwa sababu first of all anaona mmenielewa. Na mmenisikiliza. Hatujajibishana. Kwa sababu anasema mteja anajua zaidi. So hii ni aina ya pili wateja ambao wateja wanatokana na bei shindani. Ukiuza bidhaa 200,000 na mimi 200,000, mind you, mteja tunakutana ni huyo mmoja. Sasa inategemea unamhudumia vizuri kiasi gani, mimi namhudumia vizuri kiasi gani. Ukimwangalia kama nyanya chungu anakuambia na options, I have alternatives. Sintishe. Kwa hiyo anakuwa na options. Sasa inatakiwa wewe uwe na charisma kubwa, uwe na psychology kubwa ya kumfanya atulie. Na hapa ndo tunaga subra, tunapoteza sana wateja. That's why kila siku mfanyabiashara anatumia hela kutafuta wateja wapya without realizing ana wateja tayari wengi anawaacha ambao hawahitaji hata nguvu kubwa. Umefanya kazi mwaka mzima au miaka miwili, una wateja wengi wako hapa. Reach out, tengeneza kitu, tengeneza sip and shop. Eka pale waini, eka pale mbuzi, eka pale nini, mwambie jamani Idi njoni ofisini kwangu. Alika rafiki yako, waambie personally, hello Mr. Duka Huru, karibu duka. Nikija pale kati na sip, utasema unamtafuta MC mchokozi kidogo. Wakati unakula kinywaji hapo ndani kuna box hapo kina baba. Hata unaibu unakula mbuzi yako ajenda achukua box pale. So wanaona kabisa there is a relationship between huyu mfanyabiashara na sisi. So Konoga, umesikia hiyo? Tunajiandaa kuja kula nyama pale. Alafu kuna hawa wateja watatu. Hawa wateja watatu ndo 80% ya Watanzania wote wako hapa. Wanaishi below $1. It's not about quality. It's not about service. It's about nothing. It's about affordability. Kwa hiyo leo ukisema tu nimeenda China na nywele za shilingi 20,000 wanakuja. You don't know who you are. I don't care. They just buy. They just buy. Because that's what they can afford. Yes. Na hapa ndo kama mfanyabiashara anaanza ndo atahisi wafanyabiashara wenzake wana hela nyingi wanamshinda. Sio kweli hawana hela. Wana hawa wengi. Unakuta mtu anajaza watu wengi. No, ana hawa wengi. Sasa hawa ubaya wao ni kwamba hawasukumi soko lako mbele, hawazalishi wateja wengine na hawana mahusiano na wewe. Ukutana tu na mdada mwambie, "Hicho kijoro umenunua wapi?" "Kari yako kwenye duka gani? Si mtamtaga nani?" Yaani hakumbuki hata duka. Hakumbuki muuzaji, hakumbuki chochote. Yeye anakumbuka tu nilikuwa bei rahisi. Basi. Kwa hiyo hawa ukianza biashara without realizing hawa watakudemand sana. Ukiendelea kudili na hawa utapoteza wale wa juu. Ni bora uanze kudili na high end clients. Hawa high end client wanakuletaga wadogo bila wewe hata kutumia nguvu yote. Ukidili na hawa unakimbiza wale wa juu. Na hawa ndo wanapendaga bei kulingana na thamani. Labda ili nisiwapoteze na niende nao wote, labda nitengeneze product ya hawa na niwe na product ya hawa. Hiyo inawezekana kwenye biashara. Kwa kuanza usifanye hivyo. Hamna mteja wa hali ya juu na wale ya chini hawakai room moja. Lakini tukiona umekaa na wale ya chini, this is not place for me. Ndio maana kuna hoteli hata mjini hapa zimepoteza wateja wengi kwa sababu hiyo. Una mix high end client na kuna show zingine kwenye mahoteli zitoeni. Kuna show changanyikeni jamani kiingilio shilingi 5,000. Watoto wamejaa pale vijana. Alafu kuna mtu mmoja kule ni decision maker na majukumu kibao anakuja pale kupunguza stress. Anakuja anakuta ile vuruga sasa hii sio sehemu yangu tena. So wale wateja wakaji room moja. So kwa kifupi usifukuzie wateja wote kwa wakati mmoja. That's a very good one. Usilenge na wateja wote. Ndio maana hata kwenye public speaking tunasemaga ongea na ule mtu wa mbele wa kwanza. Hata kama unaongea na watumia. Ile wa mbele yake. Leo ulivyokuja barabara ilikuwaje? Wale wa nyuma wataelewa tu. Lakini ukitaka kuongea na kila mtu hata mmoja akusikie. Hata kwa wateja ukizungumza na kila mteja hata mmoja umpate. Ndio maana anasema lazima brandi iwe ina brand story, brand culture, lakini pia iwe na brand beliefs. Ya kwanza, brand story ni story ya mteja, story ya bidhaa na story ya founder. Story ya mteja lazima useme mwaka 2012 nilikutana na jamaa anaanzisha podcast bwana. Sasa akawa hajibu kupata bidhaa. Sasa sisi soko Noga tulipataje? Tulikaa naye tukamwambia unataka kutengeneza mazingira gani? Katika bajeti gani? Sisi tukakaa tukamjenga. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, kwa hiyo we understand your customer story. Customer story ni number 1 kwa sababu always in that story you're not the hero. Customize. Kwanza mimi bana nilivyoanzaga, mimi bana mimi unasia, okay baki na brand yako. Kula bidhaa zako sasa. Lakini customer story ina matter sana. Cha pili, so wewe ulianza jinsi kuuza vitu. Bana mimi si mshikaji wake na Alan. Sasa ananipeleka kwenye chocho kile. Bana napenda zile setup na nini, nikasema hapana jamani. Kanifundisha nikasema niwasaidie watu wengi wajue vitu. Nikaanza kuuza, tukajiita soko. Kwa hiyo your story also inazungumza kuhusu value. Alafu lazima pia uwe na beliefs.
zile cultural beliefs na nini zina matter sana. La sasa unatengeneza your brand beliefs kwamba this is what we believe. We believe in excellence with affordability. We believe in this values, values, yes. Kwa hiyo zile zina matter sana. From time to time hata kama uuzi unatumia ile customer story. Ndio maana wanasema customer story nyingi ni fiction. Unaweza kumtengeneza client tu. Client anaitwa X. Okay. Ukisema bana kuna client wetu X bana yuko Zambia huko, alikuwa anaagiza mzigo hapa. Sasa bana si hapa si malori. You create that story just kumwambia mteja wa Zambia kwamba it's okay, you can order kama X alivyo-order. Yeah, zinakuwa ni fictions. Kweli hiki ni kisima cha madini. Lakini hapa na mimi najiokotea tu unajua. Na siku zote atununui. Ngoja nikupe mfano. Angalia kuanzia simu unayotumia, gari unayotumia, nguo unazovaa na lifestyle unayoishi. 80% ni influence uliona kwa mtu. It's not you. Exactly. Yes. Hata ukimuuliza mtu sasa hivi wewe tuangalia, tumwambie tukikupa milioni 30 akununulie gari. Katika magari yote atakayotaja zaidi ya 80% ni Toyota. Kwa sababu ndo anayoyaona kila siku. Yeah. Kwa wateja wanunuagi paka waone na wasipoona waambie. Kwa sababu marketing wanasema ni zile 5 organs. Macho, pua, mdomo, masikio, ngozi. So if they don't see, they need to smell it. If they don't smell, they need to taste it or touch it or hear it. Kwa kama onyesha sana, wasemeshe pia wasikie. They need to feel it the whole body. Kwa hiyo sengine create a story. Bana this week bana wateja wa mkoani nimepata mteja bwana yuko Mwanza. Alikuwa na mashaka mwanzo lakini akaniambia naomba mic peke yake. Kumbe hitaji mic bana, hitaji mix yake, anahitaji nini? Akaagiza mic full set. Alivyoagiza mic mimi nilichokifanya sasa. Kule Mwanza tuna mtu wetu supplier. Nikatuma full set, afu ngombe umpe mic tu. Alivyoona full set imekuja atakasema bana nilikuwa nataka yote akanunua. Wateja jamani kwani na amani. Msio kama Mr. Allen wa Mwanza. So nasema huyu jamaa ananizungumza nini? Mbona mimi ndo naoga huo bwana. Bana nitumie set bwana. Nice. Yeah, so brand story ni muhimu sana. Kwa hiyo tabia za wateja zinatokana sana kwenye bei. Approach. Kuna tabia moja ya mwisho bila shaka ulisema. Yeah. Ama ndo hii ilikuwa ya mwisho. Yeah, tabia ya mwisho sasa ni wateja ambao ni confused audience. Which is mimi wewe na Watanzania wengi tuko hapo. Tuko kama 10% tu. Kuna 10%, 8%, 2 na 80. 10% ya sisi wengi tuko confused kwa sababu hatuna enough exposure. Sasa hivi nikiwa na milioni 30 ninunue gari gani? Mazda, BMW, Mercedes, Toyota. Sina option nyingi. Nakupa mfano. Mimi nyumbani alikuja mwanafunzi wangu ananiambia naomba nikudesignie nyumba yako. For 2 weeks ananipotezea muda. Nikamwambia potezea muda. Tuma korokoro mimi si hataji wala nini. Ni kwa sababu sijui. Baada ya kumaliza nikasema kanyosha. Kwa sababu sasa kuna watu ambao amesoma shule ya kijiji, sekondari ya kata, chuo Dar es Salaam. Akatoka kaenda kufanya kazi manispaa, TRA, sasa ni mkurugenzi. Ni lini ashaenda kwenye tea party? Hajui tea party wanavaa. Hajui aina za suti, hajui metro train zikoje, hajui chochote. Sasa wao wanakuja kufanya hivi, njoo vaa Percaden Van Hulsen kutoka Italia nzuri sana. Hii inasaidia. Haelewi inavaliwa wapi. Kwa hiyo hili kundi lina behave tofauti usipompa maarifa. Na unapompa maarifa usimuonyeshe kama ajui. Mbenyewe wakurugenzi bana mambo yenu haya. Unajua hii suti mzee ukivaa kwanza anavaa tu kiongozi pia. Act kama anajua. Hii ndio hajui chochote. Kwa sababu cha kwanza tabia tulionayo watu wa kundi hili hatukubali kusema hatujui. Nikimwambia hivi unajua hii mic inaweza kafanya kazi hata kwenye simu yako. Najua, so unajua mic nyingi zinafanya hiyo. Yeah. Lakini sijui. True. Sasa ukinitreat kama sijui ndo sinunui. Bro sikia haifai so hivyo so zote. Tukibishana tu. Nasema wewe si mjuaji baki na vitu vyako. Sasa namtafuta mtu anayeuza naambia nataka ile mic ambayo nafanya kwenye simu. Nadhani zote imeandikwa nampa idea ile ambayo umenipa wewe namfundisha wapi. You understand? Kwa hiyo kuna ile kundi ambalo na lina hela all the time. Kuna washikaji mmezana shule, hawana exposure unayo wewe. Lakini anamchuzi. Yeah. Kila siku naambia hivi, mwanangu kula kiatu cha zoezi. Sasa hajui ni kipi. Utakuta kavaa unaambia hiyo sio zoezi bro ya kupandia mlima. Nilinunua tu unajua wife alikuwa ananiambia anakutafuta kukwepa lakini hajui. Na haizi kusema hajui kwa sababu ni mkurugenzi. True that. Kwa hiyo wale wateja inabidi wape knowledge alafu be as polite as possible. Na every time akija jiambia bro unajua sema hii ungeipata hii mzee ungejua zaidi. Kwa naona kabisa this is a place for me. Collabo tedi kama malipo pedi kitu sina lakini napenya. Unataka tena shtuka tena kimbia hivi na kuda vuma kipupo na mahoma. Kuna ule msemo anasemaga fake it till you make it. Yeah. Unajua one thing watu wanashindwa kuelewa ni kitu kimoja.
Fake it until you make it ni kwenye field yako, so kwenye masuala ya fedha au show off. For instance, mimi ni mwanasheria, nimesoma sheria. So every time nikija kwenye mitandao, nitaposti niko high court, nitaposti niko kwenye jopo la wanasheria, nitaposti nimekaa na client wangu. I'm faking ili wateja wengine waje. Sasa hivi faking inakuwa tofauti kwa sababu mtu ni mwanasheria, ana fake yuko Hyatt, anakunywa kahawa, ana fake ana gari kali. It's irrelevant. Kwamba anaonyesha ukiwa mwanasheria maisha yako yatakuwa ni mazuri kama ya kwangu. Now, nchi inazidi kuendelea. Tutafika kama Ulaya. We'll question you. Hiyo gari umetoa wapi? Umemaliza shule juzi, gari umetoa wapi? So ile auditing ikianza, watakuja kurealize they are doing it wrong. The best way to fake on your field. Yani kama mimi ni mcheza mpira, nenda kwenye ground moja na mbona sema atafanya mazoezi, hata kwa mbali piga picha, bwana hivi nakuuliza swali bro, ulijuaje una talent ya mpira? Mwambie rekodi hapa hapa, utatoa sauti. Yeye anakujibu rekodi ile picha post. Sasa mimi nafanya mazoezi na watu wakubwa. They won't know ulikuwa unauliza swali, they will think unapiga story. So that is how you fake it. Lakini usifeki mambo ambayo huna. Kwenye mtu mmoja wa finance anaitwa Edmund Muyaki alisema kwenye finance muonekano wako uzidiwe na asset yako na benki yako 10 times. What does that mean? Yani wewe unavyoonekana akisha benki yako na real life hiyo 10 times ya muonekano wako. Lakini sisi tunaonekana 10 times kuliko than what our bank holds. Hiyo ndio psychology ambayo watu wengi matajiri wanayo. Maana unakuta unaambiwa huyu bwana ni owner, sijui ana billions of shillings or billions of dollars in the account, anamiliki hiki na hiki na hiki, lakini ukimwangalia amevaa tu kapensi fulani na sandals. Yes. As more as unavyokuwa na muonekano wa kawaida kushindana na hela yako, inategemeana. Mfano mimi namiliki billions of money, kila siku nitavaa suti, but ile suti haimaanishi kwamba you know exactly how much I have. Na wale matajiri kufika kuvaa vile ni masuala mengine ya kodi na tax. That's another case. Na vitu vingine wanavificha. Vingine wanavificha. Lakini unaposema muonekano wako uwe less than actual asset uko nazo, tunamaanisha hivi. Leo ukianza kuposti mitandaoni kwamba unamiliki gari ya milioni 500, unaishi apartment labda ya milioni 2 kwa mwezi, unasafiri vacation labda za milioni 30. So that means wewe una 10 times ya hivi tunavyotuonyesha. Ndio maana unakuta Tanzania tunaongoza, watu mashuhuri wengi wanaomba kuchangiwa matatizo yanapotokea. Because you're faking, people think you have it. Yeah. Kwa hiyo lakini while in reality you don't have. Fake kwenye field yako. Fake kwenye zile field yako. Kama unataka kwenda kuitwa na labda kampuni fulani ya simu, kampuni fulani ya benki kufundisha, na kwenye ile kampuni. Fanya bwana post kuna brad uko umeenda, hongera sana bwana, utafika mbali. So that way is the good fake. Lakini fake ya asset, fake sio maduka, fake ya nini, hiyo inakupunguzia trust ya watu. Wewe ni kufundisha kitu. Ukifungua duka, ukaweka AC, ukadesign duka, mabango, mzigo ndani, hapo ukasema guys nimefungua duka, karibuni sana wateja waje. Kwa sababu sisi wanadamu tunataka tuijenge brand yetu. Ndio maana kuna kile kinaitwa brand tribe. Yes. Kwamba sisi ni team simu fulani, sisi ni team gari fulani, sisi ni team ile iko. Sasa unapofungua duka una hela ya kutosha. Use this strategy. Fungua duka lako, afu record content. Guys, mambo vipi? Tumefungua duka, tunaanza kuuza suti zetu hapa. Tumeanza slow kidogo kama hivi. Tusupport ni jamani. Ka after a week, funga AC. Guys, kulingana na support yenu kubwa, tumefunga AC hivi kuko fresh, unaweza kaja kula kiyozi, mambo poa. And then kutusupport jamani, tukue na sisi, we can grow. This is our brand, this is your brand. Kana after a week, ongeza mbwembwe. Grow is slow. Inafika wakati watu wanasema we built it. Tumeenda naye pamoja. Sisi kwetu hii tribe. Tumeanza naye huyu. Ndio maana hata ukiangalia strategies za watu wengi, hata kwa Nifa tulifanya hivyo. Tulimfanya tukamwambia be part of community. Share your own personal story. Akashare story na uza ice cream, chakula. Ilikuwa tunataka tutengeneze empathy. People see, kwa umeasa hivyo. Pole sana. Let us build you. Lakini in reality tayari kwa shanza kupick. So watu wanavyoanza kuona ulianza na kaduka, ukaweka AC, ukairekebisha, ukaweka mara umeka bango. Wanaona safari yako ya ukuaji. Sasa wanaona relate na wao kuwa pamoja na wewe. Na wanasema we can add something on you. Yes. Unapo act umeridhika, kila kitu kiko sawa. You feel like sasa nimsupport ni ana kila kitu bwana. Simsupport. Lakini tunapoona una kitu nasema so hivyo ngoja nje kusupport tishi moja hapo ukue na upate la kula. We think tuna feel obligation ya kukusaidia ukue. Kwa hiyo faking ile unaweza kufikiri you're doing good lakini unajishusha. Kuna 80% na 20% rule. 80-20 rule ya social media.
Asilimia 80 ya watu wote kwenye social media sio wanunuzi wala sio wateja. 20% ndio wateja. Na wale 20% hawa comment wala wa engage. Ila hawa 80% wana engage. Ndio maana unakuta kuna mtu ana comment nyingi, shares nyingi, lakini kaka hali ni kwema. Bro, unaweza kunitumia la mafuta gari mzima. Wewe bro, mbona condition social media yako kubwa sana? Kwa na ile 80%. Sasa ili 20% inunue inahitaji 80%. Okay. Ikuzungumze positive kwenye field yako. Ndio maana wateja wengi wanaonunua vitu vingi hawa engage. Hata mtu anakuambia nakuja nataka kuchukua hii BNB yako. Umekuona wapi kwenye social media? Hujui kuona me-comment wala me-follow. Yeah, kwa sababu yeye na hata ukimcheki kwenye Instagram yake unakuta ana followers 7. Yaani sio mtu hata anatumia mtandao. Na ni wasaidie watu jamani. Nyinyi mnatafutaga watu fulani potential. Kwenye social media hawanaga followers wengi. Yes. Hana profile picture. Account iko tu. Wale waheshimu sana. Waogope wale. Unakuta hata hajapost chochote. Unaweza kukuta unaenda balozi unakuta ndo consular pale. Anakupa visa. Sasa wewe post ovyo. Wala kwa kawaida sana. Usiwatusi wala watu hivyo. True. Yeah, mimi niko kwenye biashara pia. Kwa mambo mengi unayozungumza hapo. Yeah, yani na realize kumbe ndio hivyo, ilikuwa hivi na hivi. Na nafikiri nje ya Club A to Z nitakutafuta uweze pia utujenge sisi kama Havana Properties. Tuweze kufikia malengo yetu ambayo tumejiwekea, tufikie sehemu kubwa. Na wewe pia kama unahitaji msaada, tuko na Shamsi aka Duka Huru. Anaweza kukusaidia, anaweza kukuonyesha njia ya kupita na vitu kama hivyo, na ni mwalimu actually. So that means anaweza kukufundisha na ukaweza kufaidika. The funny part is wakati namaliza shule nilipewa barua kwenda kusoma ualimu Kinampanda. Kolabo tedi kama malipo pedi kitu sina lakini napenya. Unataka tena shtuka tena kimbia hivi na kuda vuma kipupo no. Biashara kama kipimo cha self awareness. Ushaelewa hapo. Leo uko tayari kufunguka. Unajua mfanya biashara ndio maana ukuta fanya biashara wengi tuna kitu kinaitwa the triangle ya biashara. Triangle ya biashara inasema hivi. Triangle ya kwanza wewe una service unatoa. Triangle ya pili wewe una product unauza. Triangle ya tatu wewe una train sehemu. Lazima ukamilishe hii. Hata Sokonoga ukamilishe service, product, training. Mfanya biashara ndo mtu pekee ambaye anajitrain yeye mwenyewe bila kujua. For instance, wewe una tendency kwamba mimi sipigwege simu saa 2 asubuhi, anza biashara, utapokea. Kwa hiyo mtu yote ambaye anafanya biashara automatic anapata ile self awareness. Kuongea na watu vizuri. Kuna mtu tu yuko rude kwa kila mtu. You're very rude. Lakini ukianza kufanya biashara unaanza kuongea na kila mtu polite because you don't know who is my client. So in terms of personal growth, personal development, inatokeaga automatic once you do business. Ndio maana katika field ambayo wanajielewa mapema na kufanikiwa mapema kupata maisha makubwa ni business. Wakifuatiwa na wanasheria, sio madokta, lakini business ni wa kwanza kwa sababu wao wanaweza wakanotice huyu mtu ni tajiri, huyu mtu ana network, huyu mtu ana connection bila ule mtu kusema na connection. Kwa hiyo mtu yoyote anataka kufanya biashara na mtu yoyote au kupartner na mtu yoyote, muulize una business background, ushafanya biashara atakuuza pipi, yule is a very good friend. Kwanza anaweza kuona opportunity haraka, anaweza kuzungumza na anajua kuzungumza, they have communication skills. Alafu cha tatu hawezi kuignore kitu. Mimi mwenyewe binafsi sipendi mtu aniignore kitu. Hata kama ni ujinga, wewe just listen. Haikuumizi, haichukui portion of your sikiliza. Sasa for self awareness, personal growth, enjoy jifunze business. Alafu nyeza kwenye field. Utakuta mfanya biashara kaanza biashara na darasa la 7 tu, lakini baadaye mtu anakuta analikwa na benki, analikwa sijui na balozi fulani, analikwa kwa sababu tayari ameshakuwa aware, kashakuwa mindset imebadilika na kila kitu, kwa sababu you are talking to people, you are servicing people na kadhalika. So your thinking capacity is different, your approach is different, and everything inabadilika. Na kuna masomo mengine anajifunza ambayo alikuwa hajui kama anajifunza. Kwenye biashara tuna asilimia kama 60 tunazungumza with our body languages and our postures. For instance, ukimuuliza sasa hivi ulivyokuwa unakuja hapa, wakati unapanda pale kuna ule mlinzi alikuwa kama na shati jeusi, umeona? Ili akumbuke ataangalia wapi? Anaangalia kulia juu. Google. Mtu akitaka kufikiria kitu lazima angalie kulia juu. Ana access ubongo sehemu ya juu yenye kumbukumbu. Kwa hiyo lazima afanye. Na akiwa anakuongopea, they are building another image kwa kuangalia kushoto, like mfano mpata sasa hivi rafiki ambaye yuko nje, lazima angalie. So in business
So hapo nakumbuka kitu kama hicho nimewahi kukiona mahali kwamba wanasema ukitaka kujua kwa haraka. Nilikuwa nasikiza podcast nyingine. I think ilikuwa ni Joe Rogan, alikuwa anaongea na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni ex-CIA. Alikuwa anasema walikuwa wanatrainiwa jinsi ya kumtambua mtu muongo ama wao pia kudanganya. Yani wakiwa ameenda kama spy somewhere hivi. Sasa ili awe good in lying, kuna vitu kama kuna hizo principles kwamba mtu muongo kumjua asilimia kubwa ya watu wanaokudanganya huwa wanapeleka macho yao kushoto. Alafu ukitaka kujua anasema ukweli anaangalia kulia. Kitu kama nakumbuka something of the sort nikisikiza hiyo podcast. So sasa hivi nakumbuka hicho unachokisema. So kwenye biashara unajifunza vitu automatic. Na hajui how to explain, lakini anambia huyu muongo anunui. Kwa nini? Anaangalia tu hapo unaisha anunui. Lakini hajui ile ni professional kabisa. Ni professional kabisa. Au movement ya mikono au kama ukifunga mikono vile. Kama vile. Hii means hii ni concentration hiyo. Hii nimeconcentrate. Hiyo ni concentration. Alafu ile pale ile ni I'm exhausted. Kama hivi. I'm exhausted. Cross, I'm exhausted. Alafu kuna hivi. Ukikaa. Ndio maana ukifika Ikulu kokote unaambiwa eka mikono yako. Ukina British Council akifundisha ngombe eka mikono. Means I'm open. I expose my vital organs like ndio maana kwenye kuzungumza unafanya ladies and gentlemen una open your vital organs like you can hurt me anytime because I'm free. Hivi ni vitu muhimu sana vya kufahamu, especially kwenye public speaking na very important. Pia general etiquette. Wanasema kuna mtu unaweza kaenda nafasi nzuri sana alafu akasema tumeirisha tumekunyima kwa sababu tu ya how your hand gestures ziko, your body language, the way una move, the way una behave. Kwa hiyo wanaona tunasema huyu asipewe. Kwa hiyo mfanya biashara akiwa anafanya biashara kwenye self awareness na self personal development ana develop vitu bila yeye kujua amedevelop, na anazidi kuwa mzuri kwenye public speaking, anakuwa mzuri. Ndio maana mfanya biashara lazima aje kutrain. Hiyo ndo top level ya mfanya biashara. Angalia ma CEO wakubwa wote anaenda kwenye forum mbalimbali anafundisha pale. See, that's the top level ya mfanya biashara. Okay. Sasa nimejifunza mambo mengi. Mwisho kabisa nikushukuru. Nikushukuru pia wewe ambaye umesubscribe na kutufollow kwenye Instagram na Twitter pia tupo, japo tunaendelea kukua na wewe. Kidogo. Sasa unamkumbuka Alfani? Namkumbuka Alfani. Sasa pale nyumbani kwao Alfani mzee wake ameita kikao cha familia. Na kwa sababu ameshakaa na mke wake kwa zaidi ya miaka 40, so anasema leo ngoja tule nyama hapa nyumbani na nini. So wewe ni uncle wa Alfani. Umekaribishwa pale. Umeenda siku ya Jumapili kuanzia kanisani mpaka umefika pale kula. Lakini Jumatatu una kazi. Kwa inabidi utoke mapema. Wakati unatoka unamwambia Alfani, hebu walk with me. Ni kitu gani utamwambia Alfani wakati unaondoka pale? Najua ushamwambia vitu vingine huko vingi, lakini pale Alfani, hebu nisindikize kidogo, nifungulie gate hapa. Na unajua ndo amemaliza tu chuo na nini. Unamwambia nini Alfani? Nitamwambia ni rahisi sana kujudge na kuignore mistakes za watu. Na kupoint fingers. Baba hujaweza kujenga kama wengine, mama hujaweza kwa hivi na hivi. Marafiki zangu umeishi na hivi, lakini without realizing wale unayoyalaumu unaweza ukapita the same or worse. Sasa anaituangalia kwenye podcast. Ukimwangalia any celebrity namjua, let's say Diamond. Diamond anayafanya you are pointing fingers. Lakini for instance tukikuchukua tukaweka position ya Diamond, you will always do the same as Diamond does au kufanya worse. Kwa hiyo nitachomwambia Alfani, nitaambia Alfani ni rahisi sana kunyosha vidole wengine na kujaji mapungufu ya watu wengine na makosa yao, lakini usipokuwa makini utaishia kufanya unavyofanya au worse. Ndio maana hata watu wengine wanaokuwa, sisi tunaokuwa na kadhalika, kuna mistake mzee alikuwa anazifanya labda kwa mke wake, kwa watoto, maendeleo yake. As the age goes una realize mbona kama anafanya kama mzee na kwa sababu tulipoint sana vidole kwa wazee bila ku realize we need to learn instead of judging. Kuna ile trend na onaga Twitter. Rafiki yangu Noah anaweza akakonfirm, wanasemaga unakumbuka yule anko wako alikuwa mlevi sana yule. Sasa wewe ndo huyo anko sasa.
Yeah, so it's true. Very true. Yeah, it's true. Unaweza ukawa ni rahisi zaidi kujudge. Yeah. Alafu ukajikuta na wewe uko kwenye the same path. Yeah. Hasa kwenye swala la maendeleo na wenza. Yeah. Mama anamzingua sana mzee bana. Mimi siwezi kuja kuoa mwanamke wa hivyo. Unajikuta wewe. End of the day umeoa exactly your mother. Exactly your mother, yeah. Okay, thank you so much. Nimefurahi sana. Yeah. It was nice one. Yeah, this was very very enlightening because hata mimi nimejifunza mambo mengi. I'm sure pia watu wetu wamejifunza mambo mengi sana, na tunakukaribisha rasmi kuwa sehemu ya Club A to Z. Kwa kweli, sababu tunataka pale tujifunze kuwa wanadamu. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.